Maji ya dafu, samaki wa maji chumvi, ni hapa palipo na kila aina ya watu. Wengine huita town. Mji wa kale wenye historia ya mambo mengi. Kila mtu anapaangalia hapa, kila mtu anataka kuja hapa bila kujali karaha za jiji. Mji mkuu wa kibiashara Tanzania, nyumbani kwa Kisingeli na Mduara. Hata Simba na Yanga zilizaliwa hapa. Zamani tulipafahamu kama Mzizima. Ni 106.9 Dar es Salaam. Asante kwa kutufanya kuwa sehemu ya asubuhi yako. Tuko nawe. Rabbi salama, salama, Rabbi salama, salama, ya Rabbi salama, salama. Katika dunia ya leo yenye changamoto nyingi, kila mmoja wetu anahitaji mwanga wa kumkaribia Mungu na kukuza imani yake. Lakini swali ni, utapata wapi maarifa sahihi ya kukuongoza katika safari hiyo ya kiroho? Mungu hajasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu wifi zao wanawaloga. Hajasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu shemeji zao wamewabania. Hajasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu kwao wana roho ya kutokuolewa. Hajasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu kwao kuna roho ya kutokufanikiwa. Amesema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawana maarifa. Habari njema ni kwamba sasa vipo vitabu mbalimbali vyenye mafundisho ya kina ya kumjua Mungu zaidi na kukua kiimani. Vitabu hivi vinakusaidia kujenga uhusiano wa karibu zaidi na Mungu, kukuza na kuimarisha imani yako, kupata hekima ya kiroho katika maamuzi yako ya kila siku, na hata kuelewa namna ya kutumia maadili ya kiimani katika maisha ya kawaida, kama vile masuala ya uchumi, kazi, maendeleo binafsi na mengine mengi. Na watumishi wa Mungu wote mliokuwepo hapa na mnaotufuatilia, hii ni ishara ya kwamba kazi ya Mungu inafanyika hapa. Haya ni maarifa yatakayokusaidia kuishi maisha yenye kusudi, amani na mafanikio, na si maisha tu, bali maisha yenye maarifa ya kumjua Mungu. Mtumishi wa Mungu Pastor Tony Kapola ameandika vitabu vingi sana. Jipatie vitabu hivi vitakavyokupa mwanga na maarifa hayo. Vitabu hivi vinapatikana Millennium Tower, floor ya kwanza, na kupitia mawakala wetu nchi nzima. Kwa mawasiliano zaidi piga 0659 687569 au 0753 085789. Sisi ndio wale tunaosaidiwa na Bwana. Maji ya dafu, samaki wa maji chumvi, ni hapa palipo na kila aina ya watu. Wengine huita town. Mji wa kale wenye historia ya mambo mengi. Kila mtu anapaangalia hapa, kila mtu anataka kuja hapa bila kujali karaha za jiji. Mji mkuu wa kibiashara Tanzania, nyumbani kwa Kisingeli na Mduara. Hata Simba na Yanga zilizaliwa hapa. Zamani tulipafahamu kama Mzizima. Ni 106.9 Dar es Salaam. Asante kwa kutufanya kuwa sehemu ya asubuhi yako. Tuko nawe. Rabbi salama, salama, Rabbi salama, salama, ya Rabbi salama.
Tulizungumza juzi kuhusiana na baadhi ya wasanii ambao wao wamebadili style ya muziki wanaoimba. DJ Cleo ndiye ambaye alitoa Facebook, yani ndio aliutambulisha muziki wa kwaito ama kwaito piano fulani hivi. Ni Facebook. Ile ndio ilikuja kuwatambulisha wasanii wengi sana wa South Africa. Baadaye walivyoanza kunogesha kina Costatic na wengine, yeye akabadili upepo. Muda huu tunazungumza, yawezekana hata yuko kwenye Morning Glory. Tumia mitandao vizuri jamani. Yeye ameamua kukata hizi nyimbo. Hii nyimbo ni ya dini. Yeye binafsi ameamua kumuimbia Mungu. Amebadili style kama walivyofanya kina Chilambo. Ndio hivyo. Ametoka kwenye muziki wa dunia. Samir unamkumbuka? Wa Morogoro. Aliimba kinyuri. Yule anaimba gospel sana. Wapi tena? Anaimba hapa Tanzania gospel. Alibadilika Samir aliokoka. Tulifanya naye pia mahojiano. Nina alifanya naye mahojiano. Ameokoka, yuko music surgery pale pia anafanya kazi na kina Kibonge wa Yesu pale. Yes, kwa hiyo watu wanabadili mfumo. Kuna msanii mmoja alikataa kabisa nyimbo zake zisipigwe redioni. Wasanii wawili. Yani waliomba watu wa maredio na matelevisheni. Za zamani. Nyimbo za wasanii walizozifanya, yani anasema sasa sina kuzizuia kwa sababu tayari ziko kwenye maeneo tofauti. Nimeshafuta kwenye platform zangu. Nimefuta hata hizo account. Ila sasa watu wanazo. Msanii huyo ni Somali. Aliimba Kunaga, akaimba nyimbo zingine nyingi. Yeye aliamua kwa start. Sasa hivi tunazungumza ni yule pure kabisa anapewa na msikiti afanye majukumu ya kimsikiti. Mwingine ni Snura Moshi. Ameshinda juzi kwenye mashindano walikuwa wanashindanisha, achana na ya Qur'an alikuwa anafanyika, lakini kuna mengine yamefanyika yanayohusu dini ya Kiislamu. Yeye ni mshindi pia. Okay. Amemaanisha. Kwa hiyo wao niliona pia alisema kwenye mtandao kwamba ikitokea labda akapumzika, wanaokuja kumuaga wasije wamevaa nusu uchi. Na waje wamevaa nguo, wamejistiri, ameomba. Amebadilisha pia ukurasa wake tangu muda mrefu, watu hawajui Snura. Ukitaka mafundisho yule dada unakumbuka, usifanye mchezo. Nyimbo zake zile unazikumbuka. Lakini bwana, maandiko yamesema wa mwisho atakuwa wa kwanza, wa kwanza atakuwa wa mwisho. Kwa hiyo make sure hiyo sentence hiyo inakukaa. Na wewe utakuwa ukichelewa usiwe kafikiri utaenda. Kwa hiyo wasanii wengi sana wamebadili utaratibu wa uimbaji wao. Tuko hapa Goodluck Gozbert pia. Yes, alikuwa producer wa More Music. Basi nenda ile amemwandikia Flash. Maisha alienda. Tuko hapa 2:18 jamani. Tunaenda hapa kwenye ile eneo nyeti kidogo la kulijazia. Mchipuo wa magazeti. Morning. Tumerejea na magazeti mapema sana. Lakini tuliacha swali. Yes. Na tukao tumeuliza wadau watuambie watayakumbuka yapi kwa hayati John Pombe Magufuli. Kitu gani ambacho unakimiss, kitu gani ambacho unakikumbuka, kitu gani ambacho unasema hiki ni nacho, yani natembea nacho. Nikikaa nikikumbuka au kikiona unasema wow. Mheshimiwa bana, yeye alifanyaga unakumbukiza, unakumbuka. Unasema ila chuma. Mzee wa hapa kazi. Anabaki kazi tu. Tembea utembeavyo. Hapa kazi tu. Sawa, tuko vizuri na tukukumbusha kwamba leo mfungo unaendelea, ibada inaanza saa 10:30, lakini saa 7 taarifa ya habari, saa 10 kamili taarifa ya habari, saa 10:30 ibada Millennium Tower pale karibu. Ungana na watumishi wa Mungu pale. Yes, na utamwona Mungu akihudumia maisha yako kwa kiwango kikubwa. Nina utakutana naye saa 5 Adam and Eve. Lakini saa 9 amka na Mama PT. Asubuhi tunaamka na PT mwenye saa 11 mpaka saa 1. Alafu tunaendelea sisi ndani ya 365. Huu ni mchaka ambao tuko nao. Muda huu ni muda wa kupeluzi, kutamba ama kupita na magazeti, na tayari hapa kwenye mkono wangu mimi hapa nina gazeti la Mwananchi. Limeandika katika ukurasa wake wa mbele maafa tena Nungwi, gasi la ua watano. Lilibeba shehena ya mizigo na abiria
kutoka Pangani kwenda Zanzibar, watu 7 waliokolewa hai, 3 bado hawajulikani walipo. Sababu za ajali zatajwa. TASAC yadai haikupaswa kubeba abiria hiyo. Okay. Lakini gazeti hili pia linatuandikia, hii habari inapatikana ukurasa wa 4 bana, ajali nyingine ukiachana na ile ya ndugu zetu wa kule Kigoma ambao walikuwa wanaenda kutoa huduma zile za kiafya na wakapoteza uhai. Boti nyingine tena kwa mara nyingine, hii ilikuwa inatoka Pangani Tanga kuelekea Zanzibar, ambapo watu 7 wakaokolea hai, 3 bado hawajulikani walipo. Tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki. Levina alisema kuhusiana na hali ya hewa, hasa hizi mvua zinazoendelea kunyesha, tuendelee kuchukua tahadhari mapema. Gazeti hili linaandika hofu ya Tanda Homes ikifungwa, Trump wawaita washirika kusaidia kukabili Iran. Jana alikuwa na hotuba wana White House Donald Trump, na kama kuna namna fulani amenyosha mikono hivi kwa Iran. Kwamba jamani sasa. Yani kuna namna unaona upepo huu unavyokwenda. Ngoja tusubiri wataalamu wanaojua mambo mengi watatuambia vizuri. Wanasemaje? Watachambua hiyo hotuba ya Donald Trump, kwa sababu hapa imewekwa asilimia ya biashara zinazotegemea umlango Homes. Ni miaka 5 bila Magufuli, urithi bado wazua mjadala. Urithi wake bado wazua mjadala. Mjadala upi? Kamata gazeti hili hapa la Mwananchi, utapata taarifa hizi kiundani. Serikali haijawekeza vya kutosha kwenye maabara. Hii ni ripoti maalum ambayo Mwananchi wameiandika ukurasa wa 2 na wa 3. Gazeti hili pia linaandika Ulega asema daraja la Mkuyuni limekamilika. Ametembelea daraja lile la Mkuyuni Mwanza kule ambako kulitokea mafuriko na tukaripotiwa kifo cha mtu mmoja. Ukiangalia zile picha na zile siku kadhaa ambazo maji yalipita pale, nasema hapa sio penyewe. Pamekaa vizuri, lakini ndio palijaa maji. Kazi kubwa imefanyika. Ndio palijaa maji hapo. Kwa hiyo hili daraja lina muda mrefu sana tangu limeanza kujengwa. Kama wizara inasema jambo limekaa vere, sisi tunasema fresh. Tunaenda hivyo hivyo kwenye vere. Nimaliza katika gazeti la Mwananchi. Katika gazeti Majira, mbele kabisa ukurasa wa mbele, serikali kupitia TNBC yajidhatiti kikamilifu. Sawa. Ni katika kumaliza changamoto katika mazingira ya biashara, lengo ni kuendelea kuvutia wawekezaji, ni hatua inayolenga kukuza uchumi, ukurasa wa 4. Lakini kuna taarifa nyingine nasema jahazi la mzigo la ua wawili, 3 shakani. Sawa, huo ni ukurasa wa 4, utapata taarifa hiyo. Serikali kujenga magati mapya bandari Tanga, ukurasa wa 3. Lakini pia Ulega asema daraja Mkuyuni limeanza kulipa. Tahadhari ya ulaji wa vyakula vya mafuta jamani baada ya Ramadhani. Tahadhari. Misosi. Baada ya Ramadhani, jua Ramadhani watu wengi wanapika vyakula mengi. Na nilikuwa naona taarifa zinazo mtu anakula vitu vingi, vitu kali, chapati, roast, maini, roast, yani tena kwa wenzetu upande wa pili. Anafidia. Anafidia. Na kuna bado usiku. Na tunakaza kula usiku, si ndio? Mtu anakula saa 8, saa 9, mtu kala saa 12. Saa 9. Hapo unalala, unalala. Niliona kibonzo fulani. Unajua chakula kinatakiwa kifanye kazi, yani digestion inatakiwa ifanyike. Kwa maana ule mapema vile wanavyokula saa 12 ni sawa. Kama una movement ufanye movement zako umekula. Sasa kula saa 9. Alafu na ile tabia ya kula alafu unaenda kulala. Yaani unakula hapo unaenda unachokitengeneza. Mimi bwana niseme tu kwamba tahadhari imetolewa sasa ulaji wa vyakula vya mafuta baada ya Ramadhani. Sasa watu waliangalia hilo. Lakini pia kuna habari inasema TTCL yazidi kuweka nguvu kuboresha miundombinu yake. Mapigano Irani yaendelea Mashariki ya Kati kutetemeka, ukurasa wa 19. Sawa. Prof Mkumbo awashukuru wapiga kura wake. Gazeti hili linaandika Majira. Haya, sawa. Okay, achana gazeti Majira. Ndio. Mimi nina gazeti jingine hapa, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Katika ukurasa wake wa mbele hapa yupo hayati Dr. John Pombe Magufuli na kofia zake. Unazikumbuka kofia za Magufuli? Kaenda Kariakoo unataka kofia, na bana nataka kofia ya Magufuli. Na watu wengi walikuwa wanazivaa. Sema watu wanakunani ukiwepo vizuri. Japokuwa watu wengi wanazo. Hata mimi nahisi ninayo. Lakini sasa uvai tena. Mimi nilivaa kipindi fulani hapa. Hapa palikuwa najua hapa siku ngapi hizi? Au zile za siku za piti? Au siku ile ambayo kila mtu alitakiwa uvae kama baba anavaa.
Sawa, gazeti hili linaandika Nchimbi kuongoza kumbukumbu ya kumwenzi Magufuli. Habari kurasa wa pili wa gazeti hili, apumzika kwa amani Magufuli. CAG mstaafu Uto, tuchukue hatua kudhibiti, tusisubiri waziri mkuu aje. Unajua ziara ya waziri mkuu bwana imeibua pia baadhi ya viongozi wakiwasisitiza watu, kwa nini nyie huko chini huko amshughuliki na vikero vidogo vidogo? Mtu anaenda kushitaki kunyanyaswa na mke wake. Watu mnafanya nini mlioko kwenye hizo nafasi? Ustawi wa jamii, watu gani hapa na hapa? Mtu anaamini. Unajua kwa nini hili linatokea Levina? Ina maana mtu ameamini wewe huwezi kumsaidia. Yaani hajakuleta tatizo kwako kwa sababu kuna namna, kuna sehemu hujawahi kumsaidia kwenye matatizo yake ambayo yanaonekana. Kwa hiyo ameona kabisa huyu ngoja niende sehemu fulani. Kwa hiyo jitahidi kuwa sehemu ambayo unafikika. Yaani wewe kwenye matatizo ya wengine unafikika kama kiongozi. Uongozi ni karama. Gazeti linaandika wahukumiwa muongo mmoja jela kwa njama za kuipindua serikali. Habari kurasa wa 5, serikali ipi? Kamata gazeti la Nipashe. Wasimulia dakika za kutisha zilivyokuwa manusura ajali ya Ziwani wale. Wasimulia dakika za kutisha zilivyokuwa, msaada wa nanga uliwadidimiza ndani ya mshangao, wote walipoteza fahamu, umoja na ustadi wa uvuvi vikaokoa nafsi kadhaa. Habari kurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri ashuhudia usalama daraja jipya linalodaiwa kusombwa. Sawa. Gazeti hili pia linasema Iran yasema haina mpango kuteta na adui yake Marekani. Wewe tena. Lakini huyu ambaye anaambiwa kuteta nao jana alifanya press, lakini mambo bado sio mambo. Hilo ni gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Sawa, mkononi Taifa Tanzania. Gazeti hili niko nalo sasa, ni mwendo wa kazi na utu tu, asema Ulega. Kazi na utu tu. Daraja la Mkuyuni mkoani Mwanza limeanza kuleta tija, ukurasa wa pili. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega akizungumza mkoani Mwanza faida ya ujenzi wa madaraja kukabiliana na athari za mvua kubwa. Sawa. Tume ya madini yafungua fursa kwa vijana oye. Ukurasa wa pili, pitia hapo usome. Lakini Taifa Tanzania linasema nini? Linasema Heri James mgeni rasmi kongamano la Misa Tan Iringa leo. Heri James mkuu wa Iringa. Dr. Mwigulu awapongeza watumishi wa afya kwa weledi jamani. Lakini pia kuna habari inasema kamati yaitaka serikali kukarabati chuo cha DMI. Haya, kamata nakala yako mapema, mambo ya kuishi. Na nisimame, nataka kusoma gazeti la Mwanaspoti. Nataka nipige saruti, nisimame. Ile ni penalty. Gazeti la Mwanaspoti. Sema tena hiyo neno. Ile ni penalty. Limeandika gazeti la Mwanaspoti. Mwamuzi afunguka kila kitu, asema Baka alistahili kadi nyekundu. Au hiyo habari hujaiona? Nimeona juu. Hii heading kubwa ndo nimeiona. Ile ni penalty. Chini wasemaje? Mwamuzi afunguka kila kitu, asema Baka alistahili kadi nyekundu. Sasa mwariri, kuna haja ya kuweka, wewe umeshasema ile ni penalty. Maelezo mwariri unaweka. Nimesema ulisoma hapa chini. Sioni vizuri, mimi na shida ya macho. Sasa hivi. Okay. Mwanaspoti hilo. Nje ya soka fani zao zingine ni hizi. Ukiachana na soka, kuna watu wana fani zao zingine. Kuna watu ni wasanii, waimbaji wazuri tu, wasingeli, waimbaji wazuri wa gospel, wa gospel. Japo ni wacheza mpira, wengine ni waigizaji. Haruna Niyonzima anaagwa kwa heshima na timu yake ya taifa. Lakini kuna vitu ambavyo alivifanya akiwa kwenye maisha ya kawaida. Alicheza filamu moja kali sana. Haruna Niyonzima. Sasa kwenye filamu ile alikutana na mwanadada mmoja kwenye hiyo filamu na ndiye mama wa mtoto wake. Okay. Hii na leo tena ni nini? Na leo tena ina maana UEFA Champions League. Leo saa 5. Sasa mom naeka basi na nani hapa chini. Tuwaeleweshe. Maana unaona watu wanakinua na leo tena jamani. Sasa unataka kusema nini leo? Mimi nimesema tu. Na leo tena. Kilichotokea michezo iliyopita watu walibanduliwa. Kwa hiyo na leo tena mfanyeni. Manchester City alienda ugenini kwa Real Madrid. Real Madrid akiwa dhaifu biliari. Alikuwa mbovu Madrid kwa sababu sio mbovu kwenye kiwango. Alikuwa na majeruhi zaidi ya 11 kama sio 10. Wachezaji wote wazuri wako nje kwenye bench, wakina Bellingham, wakina Kylian Mbappe. Sasa leo Manchester City yuko nyumbani na hii ni hatua ya mtoano. Manchester City anatakiwa apindue meza,
alifungwa magoli matatu, kwa hiyo yeye anatakiwa kushinda 4 plus, yani kuanzia 4 huko ndo anafuzu. Sasa na leo tena, kwa hiyo Manchester City atatakiwa kushinda magoli zaidi ya 3 hiyo mechi ya kwanza. Beki Yanga ampa mtihani kamera. Haya. Wakongwe watia neno. Okay, sawa. Mambo ya mechi ile ya nani Azam. Hapo unakuwa mdogo. No, lazima yani kuna namna unakuwa ueleweki. Yani unajikuta shedi. Afisa. Yani unajikuta mambo mengi. Afisa. Kuna vitu vikisomwa hapa ni kama uelewi. Vitu vya habari unasema vitu homa. Kuna maneno nikisikia msikio yangu yanapataga tabu. Neno Simba. Kuna hapo Simba vitajwa. Sasa vinahusiana nini? Toka niko mdogo. Vinahusianaje yani kwamba Simba hapa ameandikwa wapi? Nimeona nyekundu. Sasa nyekundu inahusiana nini? Mimi tangu mdogo yani nikisikia neno Simba. Sio kwamba Simba timu, neno tu Simba. Haya, mechi zingine tuendelee hapa nikumalizie. Mechi nyingine ni Sporting CP, yuko nyumbani. Moja ya timu ambazo hazikutazamwa kwa jicho la tatu ni Bodo. Ambayo leo hii Grimit bwana wamegeuka uhuru kwa sababu wamebamiza vigogo. Leo wana mtaji wa magoli 3, wanaenda uwanjani wakiwa na mtaji wa magoli 3. Wanaenda kucheza ugenini kwa Sporting CP wakiwa na mtaji wa magoli 3. Kwa hiyo Sporting CP ili afuzu hatua inayofuata kwenye hatua mtoano hii ya 16, anatakiwa amfunge Bodo magoli zaidi ya 3. Alright. Arsenal ambaye saizi tunaweza kusema anaweza kuwa bingwa pale Uingereza. Leo naye kwenye UEFA Champions League anamkaribisha Bayer Leverkusen. Mchezo wa kwanza alitoka sare ugenini kule Ujerumani. Leo anaenda kucheza Uingereza. Sasa maswali ya watu kwamba huyu Arsenal anatutishia huko Premier League. Je, huku kwenye UEFA Champions League leo anaweza kumtoa Bayer Leverkusen? Shedi anaweza kukuelewa hapa. Kwenye wiki hapa? Shedi anakuelewa hapa wewe. Chelsea na PSG. Ndio maana wamesema na leo tena Chelsea alifungwa magoli 5 kwa 2. Kwa anatakiwa Chelsea mbona kama nasikia kama walikuwa ni wajanja sana, ilikuwaje? Kuna misimu timu hizi waga zinabadilika, kuna transition ambazo waga zinatokea kwenye timu. Manchester United wenyewe walikuwa wapo tu, lakini ukiangalia sasa Manchester United they are on fire, wako kwenye moto, wako nafasi ya 3 katika ligi, wanaeleweka. Mike Carrick anafundisha timu ambayo inaeleweka. Sasa tunaona Manchester wanacheza. Sisi huku tusituendelee kugombana viwanja, sijui mara kimenyesha mvua, matope. Mara huyu kamkaba mwenzake uwanjani, kamati saa 72 imetoa maamuzi, refa kakataa penalti, karuhusu penalti. Mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Sawa, dakika ya 33 naomba tupate mapumziko alafu nije nirejee na jumbe ziko nyingi. Yes. Jumbe ziko nyingi sana na tutasikiliza simu pia. Wadau wanasemaje kumbukizi siku ya leo hayati John Pombe Magufuli amefikisha miaka 5. Unalipi la kuzungumza kwa yale ambayo aliyafanya, ameyaacha, unamkumbuka kwa lipi? Mimi naitwa Vincent Laurent. Naitwa Levina Steven Okoa, muda na nguvu ni TV. Maji ya dafu, samaki wa maji chumvi, ni hapa palipo na kila aina ya watu. Wengine huita tao. Mji wa kale wenye historia ya mambo mengi. Kila mtu anapaangalia hapa, kila mtu anataka kuja hapa bila kujali karaha za jiji. Mji mkuu wa kibiashara Tanzania, nyumbani kwa Kisingeli na Mduara. Hata Simba na Yanga zilizaliwa hapa. Zamani tulipafahamu kama Mzizima. Ni 106.9 Dar es Salaam. Asante kwa kutufanya kuwa sehemu ya asubuhi yako. Tuko nawe. Rabi salama, salama, Rabi salama, salama, ya Rabi salama, salama. This kind of love, I never sleep. But when I go fit give you, you know I reach.
jungle. You know, let me fumble. Protection double, double, double tonight. Right now, body they move me, and now you be the reason I cannot. And now you feeling, you give me everything to do me. Now you give me the beauty, and I know if you believe, oh I cannot. And now you feeling, you make me say, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna. I just want to say thank you. 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 Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. I just want to say thank you. 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 Hallelujah. Hey, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. I just want to say. Huyo ni Chike. Nimesema taratibu tu mtaenda mnakotaka mwende. Nani huyo? Huyu Chike. Chike ameimba Running to You. Running to you. I've been running to you, running to you. Everywhere you go. Sawa, saa 2 na dakika 37. Tumerejea kwako sasa. Tuweze kusoma jumbe zako na tunakushukuru pia. 88.1 pale Iringa, Mbeya na Songwe 94.5, Dodoma 91.6, Dar es Salaam 106.9. Tunawapata vizuri na nyinyi mnatupata vizuri. Shukrani sana kwa kutusikiliza. Tunakupenda sana na Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kuwa shabiki, kwa kuwa rafiki, kwa kuwa ndugu. Mtu muhimu sana kwetu wewe. Yaani hapa tusiongea bila wewe. Tunaongeaje? Tunaanzaje? Menyu imebaki vile vile. Na ratiba iko vile vile. Leo ni siku ya 28 kwenye mfungo wa siku 40. Usikose ibada saa 10:30 pale Millennium Tower. Mtumishi wa Mungu atakuwa pale, Pastor Ton Kapola. Usikose kusikiliza Amka na Mama Piti saa 9 za usiku. Usikose kusikiliza saa 11 Capturing the L Morning Angel. Usikose kusikiliza saa 5 usiku Adam and Eve ya Nina. Lakini pia Maarifa saa 3 hapa. Ndugu zetu watakuwepo hapa kupiga story na dakika chache kutokea sasa. Sisi tuko nawe mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Unaweza kaendelea kutufuatilia. Nina jumbe za kupita nazo. Namba ni ile ile aliyosema Levina. 0716337288. Na hapa sasa hata line yetu tunaifungua kwa unaweza ukatupigia simu tukazungumza. Wakati tunasoma message una salio la kutosha, tuambie unamkumbuka kwa lipi hayati John Pombe Magufuli. Anasema hivi. Mimi naitwa Yohana kutoka Mwanza. Ndio. Nakumbuka sana Rais Magufuli kwa kumtanguliza Mungu kila mahala. Uzalendo wa ujasiri, roho ya kupenda na kujali kitu hasa wa chini, wanyonge, uchapakazi kwa roho na kweli, maadili kwa wafanyakazi na viongozi, elimu bure. Nisingefikia hatua hii ya chuo kikuu pasipo elimu bure. Usimamizi thabiti wa mali za umma na miundombinu kwa dhati. Hakuwa na udini, ukabila wala uchama. Alijitoa sadaka kwa niaba ya Tanzania. Anasema sidhani kama atatokea mwingine kama yeye. Amekuwa role model wangu na nitakumbuka katika kufanya kazi pasipo majivuno na kutekelezwa matakwa ya kiapo changu. Ni rais wangu mpaka leo. Safi. Waraka. Shalom. Mimi Judy wa Chanika. Baba Magufuli ninamkumbuka na nitamkumbuka sana pale tu aliposema elimu bure, maana bila yeye pengine sekondari nisingesikia kwenye bomba. Mimi na wadogo zangu, Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Hivi kuna kupunguziwa? Shalom dada, naitwa Kaula kutoka Mbezi. Mimi nakumbuka aliposema hapa kazi tu, asiyefanya kazi na asile. Namkumbuka kwa hayo jamani. Fanya kazi, hapa kazi tu. Naitwa Lazaro, mimi namkumbuka hayati Magufuli kwa kuleta heshima. Kila mfanyakazi wa serikali alikuwa na heshima. Kila mwananchi tulikuwa tunaheshimiana vizuri sana, na ukienda katika ofisi za serikali unahudumiwa kwa nidhamu ya juu chap. Mapema. Alazwe mahala pema peponi. Naitwa Abigail wa Kimara. Nakumbuka hayati John Pombe Magufuli kwa elimu bure. Nilipofika darasa la 3 nikaanza kusoma bure. Hapa tamwe. Mimi Godfrey kutoka Mbeya. Mungu mwacha aitwe Mungu. Magufuli hata toka kwenye mioyo ya watu kamwe. Kipenzi cha watu wengi. Sawa. Hongera Tanzania kwa kupiga hatua kubwa vituo vya afya.
vimeongezeka, uchumi, michezo. Salamu yangu nampa waziri wa michezo Makonda kwa kuonya watu upigaji na michezo iwe kipao mbele. Naitwa Ima Mbwambo. Hamjambo? Nasema hamjambo. Hatujambo. Mimi huko si jambo. Ima yeye ajambo. Okay. Shalom dada V na kaka V. Shalom. Tunamkumbuka sana baba. Amefanya mengi ila alikuwa mkweli na mwenye haki. Mungu amlaze mahali pema peponi. Yeye anaitwa Anita. Ongea na huyu kwenye line ya simu. Hello. Halo, bwana Sofia. Amen, habari ya kwako? Naongea na nani kutokea wapi? Unaongea na Rusi kutoka Mbagala. Kutoka Mbagala, karibu. Mimi bwana namkumbuka baba Magufuli. Amkumbuka alisema mwenye biashara kama anaweza afanya hata mbele ya kituo cha polisi. Kuna majamaa akawaambia watafute kazi ya kufanya, lakini sasa hivi ndio wamemwagwa kama wote mtaani, sasa inauma sana. Kwa hiyo namkumbuka kwa hilo ndugu yangu. Namkumbuka kwa hilo, ana watu kufanya kufanya biashara popote. Shukrani, asante sana. Endelea kumwenzi. Barikiwe. Haya. Sawa. Fanya biashara. Unajua kila mtu kuna namna aliguswa na Magufuli. Na ndio maana tunasema acha legacy. Yaani wewe mwenyewe Levina kesho kutwa kuna mtu aseme mimi nimeanza kutengeneza legacy. Tana. Wow. Si unajua nimetoka Morogoro. Wauliza watu wa Morogoro. Matatu. Dakika 42:07. Na watu wajaribu labda kukuharibia, kukuchafua. Lakini kuna watu jaribu kuzungumza nao. Pale. Ya. Weka 0716337288 ujumbe unatuma hapa, lakini pia tunaweza kupokea simu yako kuzungumza nao ambaye unatusikiliza. Amoni Temba anasema anatufuatilia kwa uzuri sana, lakini Amoni Temba ni mtu wapi? Temba Wachaga. Wakina Temba ni Wachaga. Ndio. Amoni Temba ni Mchaga. Hata hivyo mtu anamjua Alphonse Temba. Mtu tayari anatoka dukani. Alphonse Temba. Amoni tuambie kama unamjua Alphonse Temba. Yule mchungaji. Kutana naye juzi kati. Kaniambia anafungua kituo cha huduma. Cha radio. Waacha wewe. Sawa. BRK Workshop. Familia wanasema wako wanatusikiliza muda huu. BRK Fundigere juu. Na muuza spare. Tabii tupeleke gari hapo. Ndio? Tutapeleka mzigo pale. Okay. Tupeleka gari pale. 0716337288 tunazungumza na kuangalia yale ambayo hayati John Pombe Magufuli aliyafanya kwa namna moja ama nyingine. Yalikukuta, uliona, ulifurahi. Halo. Pole, rudi tena. Kupitia 0716337288 tumezungumza yako mambo mengi. Kuna watu wanasema wao wanakumbuka kipindi kile, nidhamu ya kazi hapa kazi tu, uboreshaji wa miundombinu, ujenzi wa barabara na madaraja, miradi ya reli ya kisasa SGR, jamani, upanuzi wa viwanja vya ndege, hili chochea ukuaji wa uchumi na usafirishaji, elimu bila ada. Serikali yake ilianzisha sera ya elimu bila malipo shuleni, shule za msingi na sekondari, shule za sekondari za umma. Hatua hiyo iliongeza idadi ya wanafunzi mashuleni, anasema huduma za afya. Aliweza kuboresha hospitali na vituo vya afya, zahanati ili kusogeza huduma karibu na wananchi. Unamkumbuka kwa lipi? Zungumza na sisi. Dakika 44 tangu ilipoitwa saa 2 tuko hapo. Usimamizi wa rasilimali za taifa, alisimamia mikataba ya madini kuhakikisha taifa linapata mapato yake zaidi kutoka kwa rasilimali zake, hasa katika sekta ya madini. Sawa, miradi mikubwa ya kimkakati, mradi wa umeme wa Julius Nyerere, bwawa la umeme, ndege mpya za shirika la ndege la taifa Air Tanzania. Alipunguza matumizi ya serikali, alipunguza safari zisizo la lazima huko nje ya nchi na matumizi yasiyo ya msingi serikalini ili kuokoa fedha. Mambo ni mengi, muda ulikuwa ni mchache, lakini Mungu ametusaidia, tunakumbuka mengi, na wewe pia unatuambia unakumbuka lipi? Katika mengi. 0716337288 unamkumbuka mambo ambayo aliyafanya. Anasema taarifa ya habari ilipendwa na wengi sana kipindi chake, yani kila mtu alikuwa lazima afuatilie taarifa ya habari, kwa lazima tu kuna jambo. Kuna mtu anasema yeye alipenda kutumbuliwa
Alipenda Uvira. Jinsi ambavyo alikuwa anambia haya kuanzia leo kazi. Mikeka kila siku. Mikeka kila siku. Sawa, tuko pamoja leo. Habari. Salama kabisa. Ni nani huyu kutoka wapi? Naitwa John kutoka Kimara. Kutoka Kimara, karibu sana. Ndio, mimi namkumbuka Magufuli kwa kitu kimoja ambacho alikuwa anafanya miradi ya kiume. Yaani miradi ambayo alikuwa anafanya ni ya mabilioni sio ya mamilioni, kwa sababu kama sasa hivi wanatuitia tu. Nakuta hospitali inajengwa, wanakuambia milioni 200 si milioni 2, kumbe uongo mtupu. Kwa Magufuli ndo, yani nilimsindikiza kutoka uwanja wa Taifa mpaka airport kipindi mkufu. Okay. Asante sana. Asante na wewe. Anasema mimi kaongea kutoka ndani. Kutoka ndani. Yani inatoka hivi, yani inachomoka, yani ameongea tu inatoka. Huyu anasema ukali wake ulinisaidia mengi. Japo kwa wengine waliona kwamba amezidisha ukali, lakini mimi naona ukali wake ulisaidia watu wengi na kwa faida ya taifa pia. Alikuwa anaga mambo ya nitasubiri au ngoja. Alisema kuwapa watu nafasi wajitetee. Hello? Shalom, habari ya kwako? Salama. Bana, karibu sana. Kutoka Mbezi Moshi. Kutoka Mbezi, karibu. Mimi namkumbuka Magufuli kwa kauli yake ile asiyefanya kazi na asile. Hapa kazi tu. Fanya kazi. Hapa kazi. Shukrani sana. Kipindi chake. Zamani ilikuwa kufanya kazi, mfano hizi na nilu sehemu za starehe nafunguliwa mida ya jioni. Lakini sasa hivi watu wanafungua asubuhi. Hawafanyi kazi. Ni mwendo wa bata. Na utapeli mwingi. Matapeli sasa hizo wamekuwa kama wamesoma. Watapeli ni wasomi, matapeli wengi wasomi. Hivi unajua ili utapeli lazima uwe na akili. Ndio maana wanaotapeliwa wanasema tumieni akili. Lakini ni akili ya kitapeli. Yani wanaofanya hivi vitu wengi wako advanced. Yani ukifuatilia na elimu ya juu kabisa. Ila sasa sokoni hapa unajua kuna kitu kinaitwa soko la ajira. Hajapata huo mchakato wa kukaa kwenye mfumo. Kwa anajiajiri kwa kutumia hiyo akili yake, anaumiza wengine. Tarehe 17 Machi 2021 aliondoka na ametuachia mambo mengi, ni huzuni, lakini tunamwamini Mungu, iko siku tutakutana naye. Mama Ana, asante sana. Anasema alisisitiza kupunguza matumizi serikalini, nitamkumbuka sana sana. Nilikuwa nimefurahi nilipokuwa ninaambiwa sehemu ya kwenda watu 5 aende mtu mmoja kwenye ziara. Sehemu ya siku 3 anaambiwa aenda kamalize kazi siku 2, not siku 3. Safi. Asa mimi naitwa Cecilia. Namkumbuka sana Dr. John Pombe Magufuli kwa kutujengea vyoo shuleni. Hapa kazi tu. Esau Mkini na William Mkini wanasema wanamkumbuka sana Magufuli kwenye kuhakikisha kwamba watu wanalipa kodi kihalali. Shalom, namkumbuka Magufuli alivyosema Tanzania sio masikini, napita mule kwa habari ya wafalme na makuhani. Kutoka Dar es Salaam. Elimu bure, anasema elimu bure. Tulisoma kwa raha. Anasema ulikuwa unaona umuhimu wa kusoma. Hata mimba za utotoni zilipotea. Anasema naikumbuka misimamo yake ilikuwa ni migumu, yenye kufanya watu wasitulie anapotoa maagizo. Alikuwa ni mtu wa mwenye mamlaka ndani yake, watu hawakupenda, lakini alivyofungulia watu hatima zao, watu walipokosa kazi walianza kubuni vitu ambavyo vilifungua akili za watu wakuu. Alisisitiza hapa kazi tu. Anasema usemi huo unalenga kuwajibika, watu wawajibike na nidhamu kwa watumishi wa umma kuwajibika. Anasema nilipenda hospitalini ulikuwa hautoi rushwa. Ulikuwa unahudumiwa kwa tabasamu nono. Anasema nilikuwa hospitalini nilihudumiwa vizuri mpaka naruhusiwa. Kiukweli akumbukwe sana. Lucy kutoka maeneo ya Goba, shukrani sana. Dakika ya 50. Siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Sisi tuijenge Tanzania.
City tuko hapa, wenyeji wetu mahodari wa kilimo na uvuvi. Karibu mgeni, tunapanda safu ya kuvutia ya mlima Mbeya. Utaoga chemchemu ya maji moto. Ukipumzika utachagua kula viazi, wali au ndizi na parachichi. Au utapendelea samaki wa Nyasa? Basi tulia. Kesho tutatembelea Ziwa Ngozi, daraja la Mungu na Kijungujiko. Hii ni 94.5 Mbeya. Asante kwa kutufanya kuwa sehemu ya asubuhi yako. Tuko nawe. All right. Tunakaribia kuhitimisha sehemu ya pili. Saa la pili. Yes. Saa la pili tunakaribia kuhitimisha. Dakika 51 tangu ulipoitwa saa 2. Shukrani kwa wewe ambao unaendelea kutufuatilia. Popote ulipo tunakupenda. Sawa, tumekupa mambo mbalimbali na sisi ambayo tunayafahamu kumuhusu hayati Dr. John Pombe Magufuli. Lakini ratiba ya leo ya kwenye kumbukizi ni kwamba shughuli mbalimbali zinaongozwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Lakini viongozi mbalimbali wa kitaifa wako pale. Dini pia. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi ni moja ya wageni ambao watashughulika pale, viongozi wa dini. Shughuli zaidi zimefanyika siku ya jana na zimeongozwa na mtoto wake Jessica Magufuli ambaye pia ni mbunge. Kwa hiyo mengine mengi yanaendelea. Kwa hiyo leo ikiwa ni siku ya namna hii, basi tumuombe pumziko la amani. Endelee kupumzika kwa amani hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo nawe una nafasi ya kuombea ndugu zako waliotangulia mbele za haki kwa kumuungamanisha na yeye. Unaweza wewe una ndugu zako nao walishafariki. Kuombea tena? Wapumzike kwa amani. Jamani, saizi? Wapumzike kwa amani. Ombea ndugu zako wapumzike kwa amani. All right. Kwa hiyo tuko hapa saa 4 tutakuwa tunahitimisha na tunamaliza tu dakika za mwisho. Tuna simu kama 2 za kumalizia. Okay, tuzungumze na watu. Hello? Hello? Yes, habari? Salama za asubuhi hapa studio. Salama kabisa. Ni nani huyu kutoka wapi rafiki? Unaongea na Oswald kutoka Tawanzi. Tuambie mawili matatu ambayo unayakumbuka bana. Kwa kweli kimoja nakumbuka kimoja tu kutoka kwa mkoa mheshimiwa wetu Magufuli. Kazi na utu. Kazi na utu. Hapa kazi tu. Shukrani sana.